asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu aliye hai. Leo tunataka tujifunze somo zuri kabisa. Somo hili langu linasema kupokea ushauri wakati umetoka kwenye maombi ya kufunga na kuomba ni sahihi. Kupokea ushauri wakati tumetoka katika maombi ya kufunga na kuomba ni sahihi, hasa pale unapokuja umejaa mafunuo, maono na ndoto au nabii na vitu vingine. Inahitajika wakati mwingine ukubali ushauri. Wengi sana waliokwenda katika maombi wakarudi wamefumba macho, hawataki ushauri, waliishia pabaya. Nataka tuangalie somo zuri hili. Namba 1 sasa inasema hivi: usijidai umetoka kusema na Mungu, hauhitaji ushauri. Usijidai umetoka kusema na Mungu kwamba hauhitaji ushauri. Wakati mwingine watu waliokwenda kwenye maombi waliporudi, hata walipojaribu kusaidiwa kwamba huko ulikokuwa kwenye safari yako ya maombi umerudi ukiwa vibaya, walirudi wakiwa wamejipandisha kiasi ambacho huwezi kusikiliza mahusia ya wengine kwa kuwaona kwamba wao hawakuwa kwenye maombi. Inawezekana ni shetani sasa anataka kuzungumza na wewe, kumbe ulikuwa ni ushauri ambao ungekuponya na kukusaidia. Kwa hiyo namba 1 inasema usijidai umetoka kusema na Mungu wala hauhitaji ushauri wa mtu mwingine au mtumishi mwingine. Namba 2, hata kama umefunga masiku mengi, usihesabu masiku uliyofunga kwamba mimi nimekuwa kwenye maombi siku 40 kabisa nikimtafuta Bwana. Kwa nini leo wewe unataka kuniingilia kwanza kunishauri? Pokea ushauri huo. Inawezekana mtumishi wa Mungu katika safari yako unaweza ukawa umevamiwa. Nisikilize, adui yetu shetani tulionaye huyu alimfuata mpaka Yesu kwenye maombi. Sasa hata wewe katika maombi ulionayo, kuna wakati unaweza ukapitiwa pia, ukaja na vitu ambavyo viko tofauti. Namba ya mwisho, inawezekana umepitiwa katika kusikia. Kwa nini ukubali ushauri? Inawezekana umepitiwa katika kusikia, umekuja na sauti ya adui shetani. Kazi ya maombi, wakati mwingine watu wengine mewaweka pabaya, mewafanya wengine mpaka kuwa vichaa, na wengine walikuja na nabii wakautabiri haukuweza kutokea. Wengine wamekuja na mafunuo ambayo hayakutimia mpaka leo, na wakapitiliza kumdharau Mungu kwa sababu wakaona, Mungu kwa nini kama amenionyesha mbona hakutenda? Ni muhimu sana ukubali masaidiano tunapokuwa tumetoka kwenye maombi ya kufunga, tena hasa yale ya siku mengi. Umekwenda milimani huko ukafanya maombi, ama ulijifungia kanisani, ulikuwa umejifungia peke yako ndani. Kupokea ushauri wakati umetoka katika maombi hayo ni sahihi. Hasa washirika wengine mnaoona wachungaji, basi unapotaka kufanya maombi uwe mwangalifu. Kwa mtumishi anayekulea anaweza akakwambia jambo, basi usije kalikataa. Ni muhimu kupokea ushauri, kwa sababu kuna wakati mwingine yawezekana kweli adui amekupitia. Mungu wa mbinguni atubariki sana. Mungu wa mbinguni atusaidie. Mungu wa mbinguni anisaidie. Nimshukuru Mungu sasa. Baba Mungu, asante kwa ujumbe huu ambao tumejifunza na msikilizaji wangu kwa njia ya mtandao. Naomba tusaidie Mungu katika kazi ya maombi, ili siwe kazi ya kutupoteza tena. Na wengine katika kazi hizi walirudi wamechanganyikiwa, wameuka. Walirudi wameamini unabii wa uongo, wakakosa mbele zako na wakamkukosa Mungu. Baba, tunahitaji msaada wako katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen.